Baada ya mtu kumpokea Yesu Kristo au kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wake, ni nini sasa kinatokea? Ukisoma katika Yohana 3:16 inasema mtu atakayempokea Yesu Kristo anapokea nini? Anapokea uzima wa milele. Uzima wa milele maana anapokea Roho Mtakatifu, ambaye huyo Roho amebeba uungu mtakatifu ndani ya yule mtu. Na kisha pokea uzima wa milele ambao ni Roho wa Mungu, ufalme wa Mungu unaingia ndani ya yule mtu. Ndio maana Biblia inasema ufalme wa Mungu uko ndani yenu. Huyo mtu anakuwa hekalu la Roho Mtakatifu. Huyo mtu anakuwa sehemu ya ibada. Huyo mtu anakuwa mahali pa ibada. Huyo mtu anakuwa nyumba ya ibada. Huyo mtu anakuwa kanisa. Kwa hiyo mwamini wa Yesu Kristo, mtu ambaye anamwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wake, huyo ni kanisa. Mtu huyo ni kanisa, mtu huyo ni ibada, mtu huyo ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mtu huyu ni mtu ambaye amebeba ufalme wa Mungu. Unaona maisha yalivyo ya thamani ya namna hii. Sasa unaweza ukachanganya katika dunia hii ya kwamba baada ya dini kuja ilibadilisha vitu. Nitakuja kuelezea huko baadaye. Watu wengi wanaamini majengo ndio makanisa. Hapana. Kama nilivyosema, hii nitakuja kuelezea baadaye. Majengo sio makanisa. Mwamini wa Yesu Kristo ndio anaitwa kanisa. Na hili ndilo jina ambalo Yesu Kristo aliwapa waamini. Alipomwambia Petro ya kwamba katika mwamba huu, Petro, wewe ni mwamba, nitajenga kanisa langu ambalo hata milango ya kuzimu haitaliweza. Kwa hiyo jina la kwanza au jina pekee ambalo anatakiwa kuitwa mtu ambaye anamwamini Yesu Kristo ni kanisa.